Haleluya. Kwa hiyo Sulemani anaambiwa na Mungu mwenyewe, mjue Mungu wa baba yako. Daudi alimuamini Mungu na alimtumikia Mungu pamoja na madhaifu yake. Sasa Sulemani yeye amezaliwa akaanza kukumbatia, pamoja na kwamba Mungu amemwambia, lakini nafsi yake hakumjua huyu Mungu aliyempa hivyo vyote. Akaanza kushika kila miungu ya wanawake wake wote. Walikuwa wengi, almost more than 40. Walizidi hata 40. Sijui ambao mnafuatilia eti mchungaji walikuwa wangapi wale waliosoma theolojia. Lakini wenzetu walioandika huko wanasema ni zaidi ya wanawake 40 na masuria na manini. Sasa huyu jamaa, kila mwanamke alikuja na Mungu wake na alimtolea sadaka yule Mungu. Ndio maana mwisho wake ukawa mbaya, mpaka akaandika mambo yote ni nini? Batili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hebu tuendelee, tuachane na Sulemani ambaye anaambiwa na Mungu. Hebu fungua kile kitabu cha Ayubu 22 mstari wa 21. Ayubu 22 mstari wa 21 unasemaje? Nitaenda mbio mbio. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Uyapokee tafadhali mafunzo yatokayo kinywani mwake, na maneno yake yaweke moyoni mwako. Haleluya, haleluya. Mjue sana Mungu. Kwa hiyo usimjue kidogo. Ndio maana wenzetu wanatu challenge, wanakuja na changamoto kwetu, wanatuambia huyo Mungu wenu ni Mungu gani anazaa? Alafu na wewe unasinyaa kwa sababu humjui Mungu wako. Mungu gani ana watoto? Mungu gani amezaa? Hakuna Mungu aliyezaa. Mungu wetu ni Mungu mmoja. Ndiyo, Mungu ni mmoja. Unamfahamu Mungu wako wewe Mkristo? Achana na wao. Wewe unamjua? Hiyo ndio shida. Na kama umjui Mungu wako, atatokea Mungu kwingine atasema mimi ndio Mungu. Utaenda utamsujudia na utampigia magoti.